na haitatokea kwamba Mtanzania aje kutoa matamko ndani ya Kenya. Hello, habari zenu ndugu zangu, kama kawaida Mahenge Junior. Nimerudi tena katika jukwaa letu la kukumbushana. Hapa mara nyingi huwa tunakumbushana mambo mbalimbali. Lakini leo nahitaji tuzungumze kuhusu hili sakata linaloendelea kati ya Tanzania na Kenya. Kwanza nampa pole sana mama yangu Samia Suluhu Hassan kwa matusi, kashfa na fedheha kutoka kwa majirani zetu. Nampa pole sana. Najua hayo matusi sio ya kwake peke yake. Matusi yale yamekuja kwa Watanzania wote. Kwa hiyo mimi naweza nikasema asante sana wa Kenya baadhi, lakini pia Mungu atalipa. Hakuna shida. Acha mtukane, lakini najua Mungu atalipa. Lakini lingine na tamani kuwasihi wa Tanzania wote ambao wanaendelea kubishana na Wakenya. Hebu Mtanzania yoyote anayenisikiliza aache kabisa kubishana na Wakenya. Na nasema acheni kubishana na Wakenya kwa sababu Wakenya wenyewe wanafahamu nini wanakifanya. Na Wakenya haya mambo wanayapenda baadhi. Lakini nakusihi wewe Mtanzania usibishane na Mkenya kwa sababu nimeona kuna baadhi ya Watanzania wanatukana Kenya kama Kenya. Unaona wanaitukana Kenya. Mimi hiki kitu kinaniumiza ingawa ni Mtanzania. Nasema kinaniumiza sio kwa maana watetea wa Kenya, lakini nataka kusema kwamba kuna Wakenya wengi wenye akili timamu wanaumizwa na hili jambo. Yaani wanajisikia haya, wanajisikia aibu. Yaani hawapendi hiki kinachoendelea. Unaona? Sasa wewe Mtanzania kama utaendelea kuwatukana Wakenya wote, maana yake utakuja kumtukana mpaka mtu asiyekuwa na hatia. Naongea haya zaidi ni kwamba Kenya kama Kenya baadhi yao wametukosea sisi ndugu zao. Wametukosea big time. Lakini hatuna cha kufanya ila Mungu atalipa. Sasa na wewe Mtanzania hutakiwi kurudia kosa ama kufanya kosa ambalo ndugu yako amelifanya. Wakenya baadhi wametutukana ama wametushambulia bila hatia. Lakini na wewe ukiamua kuwashambulia Wakenya, maana yake utakuwa umetukana ama umeshambulia watu wasiokuwa na hatia. Naomba unielewe vizuri katika hili, maana yake kuna Wakenya bado wanaipenda Tanzania. Kuna Wakenya wako ndani ya Tanzania wanaishi maisha mazuri sana, hawapendi hiki kitokee. Kuna Wakenya wako nje ya Kenya, maana Ulaya na kadhalika, kuna hawapendi kusikia na kuona hiki kinachoendelea. Lakini kuna Wakenya wako ndani ya Kenya pia wanasikitishwa na wanaumia. Naongea hivi nina ushahidi kabisa kwamba kuna Wakenya wanalia, wanaumia kwa hiki kinachoendelea. Sasa hawa baadhi ya Wakenya ambao wanaendeleza haya mambo ni watu ambao wasiojitambua. Yaani hawajitambui hata kidogo. Sasa nasema hawajitambui hata kidogo kwa sababu ni watu wa kukurupuka. Mimi nimeona baadhi ya Wakenya wengi sana katika hili kumshambulia rais wetu, kuishambulia nchi, yani wamekurupuka sana. Mimi ninaamini kwamba jambo lolote linapotokea duniani, hasa hii migogoro, kabla ya kufikia maamuzi, watu tafakari kwanza. Wanatafakari, wanakaa meza moja, wanalifanyia kazi jambo hilo, mwisho wa siku wanakuja na majibu. Unaona, mwisho wa siku wanakuja na hukumu. Lakini Wakenya baadhi yao wao wamekuja na hukumu moja kwa moja bila kutafakari hili jambo. Kwa sababu leo hii ukimuuliza huyu Mkenya aliyemtukana Mama Samia Suluhu Hassan, umemtukana Mama Suluhu Hassan kwa jambo gani? Hana sababu ya msingi. Yaani hawezi kutoa sababu ya msingi ama sababu nzito ambayo hata wewe ukisikiliza unaona kweli hii Mama Samia anastahili kutukana. Yaani kufuata ushabiki. Umeona? Tunafuata sana ushabiki. Umeona? Sasa hii kitu ni mbaya sana. Yaani kuishi maisha ya kufuata mkumbo. Haipaswi wewe mtu mwenye akili zako timamu kucheza muziki usiojua. Nasema hawa hawana sababu. Naongea hivi nikiwa na maana kwamba kuna baadhi ya Wakenya wameamua kufanya hivi ni kwa sababu ya kutafuta sifa, unaona? Kutafuta kutetea faida za watu wachache. Huwezi kuniambia kwamba Mkenya anamtukana Mama Samia eti kwa sababu tu Mama Samia amemdeport Martha Karua. Ama huwezi kumtukana Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu tu Mama Samia amemzuia Mama Karua na wenzake, bila kufikiria kwamba Mama Samia ana Wakenya wengi sana ndani ya Tanzania. Kama kweli Mama Samia ana nia mbaya na Wakenya, maana yake Tanzania kuna Wakenya wengi sana wanaishi. Kuna Wakenya wanafanya biashara, kuna Wakenya wameolewa, kuna Wakenya wamekuja kwenye matembezi. Hakuna Mkenya ambaye anabugudhiwa ndani ya Tanzania. Ni sawa sawa vile ambavyo hakuna Mtanzania anabugudhiwa ndani ya Kenya. Sasa inawezekana vipi Martha Karua amezuiliwa? Na naweza kusema kwamba Martha Karua hii sio mara yake ya kwanza kwenda Tanzania. Naamini itakuwa amekwenda zaidi ya mara moja. Umeona? Sasa hizi mara nyingine zote ambazo amekwenda, mbona Mama Samia hakuweza kumzuia Martha Karua kuingia ndani ya Tanzania? Sasa basi kama kipindi hiki amekwenda
na Mama Samia akachukua maamuzi ya kumfukuza Martha Karua, manake kutakuwa na jambo. Ndio maana nasema nyinyi wa Kenya mnatakiwa mfikirie kuna jambo gani limetokea ama jambo gani liliopelekea kumfanya Mama Samia amfukuze Martha Karua na watu wake, kuliko kukurupuka na kuanza kutukana watu mitandaoni. Sasa mimi nasema hili mtakuja kuregret, hata kama sio leo, kesho na siku zijazo mtakuja kuregret, na mtakuja kujua nani watu wajinga sana, yani mmechukua maamuzi kwa kurupuka. Huwezi kuniambia swala la kufukuza Martha Karua Tanzania basi ndio issue nchi nzima kumtukana Mama Samia, nchi nzima ama baadhi ya watu wa Kenya kuwatukana wa Tanzania. Haya ni makosa makubwa, cause deportation hazikuanza Tanzania. Yani Tanzania sio mwanzilishi wa kufukuza watu. Yani kwa mfano mtu amekwenda Tanzania akavunja sheria akakamatwa na kurudishwa kwao, jambo hili halijaanza Tanzania. Deportation ziko all over the world. Yani ukisema dunia nzima, maana yake Marekani, Uingereza, South Africa, yani nchi zote duniani deportation iko. Ukivunja sheria zao yatakukuta zaidi ya mambo matatu ama mawili. Unaweza ukakamatwa, ukafungwa, hiyo kudipotiwa, na hata nchi nyingine zinanyonga, umeona, ukivunja sheria za nchi hiyo. Sasa ukiniambia leo wewe Mkenya unamtukana Mama Samia eti kwa sababu tu amemfukuza Martha Karua, wewe unamtukana Mkenya, unamtukana Mama Samia, hapo unakosea big time. Sasa basi, jambo hili liko dunia nzima. Mimi mwenyewe ni miongoni mwao. Niliwahi kuishi nchi fulani, nikaenda kinyume na sheria zao, walinikamata, tia pingu, wakanirudisha nyumbani. Lakini sio mimi, kuna Watanzania wengi sana yamewakuta, Watanzania wengi yanawakuta na yatawakuta. Unaona? Sasa mbona Watanzania hatuandamani, hatutukani nchi hizo ambazo zimerudisha ndugu zetu? Tumekaa kimya, tunaona kwamba haki imetendeka. Lakini sio Tanzania tu peke yake. Hata hapo Kenya, mimi naamini kabisa. Sio naamini, najua kwa ushahidi kabisa. Kuna Wakenya wameshawahi kudipotiwa kutoka nchi mbalimbali. Kuna Wakenya hivi tunavyozungumza wako wamewekwa vizuizini kusubiri ndege zao wadipotiwe, na kuna Wakenya watadipotiwa. Hawa Wakenya wanadipotiwa kwa makosa yao binafsi, maana yake wanazikosea hizo nchi ama wanakiuka sheria za nchi hizo. Lakini kuna Wakenya ambao wanaonewa, yani hawana hatia hata kidogo, ni kwa sababu tu ile roho mbaya za nchi hizo zinawafukuza Wakenya. Na Wakenya wanajua hiki ninachokizungumza, kuna Wakenya wanajua. Sasa basi tuje kwenye swali dogo. Kama kweli Mama Samia kumfukuza Martha Karua ni kosa, Wakenya mmechukia. Sasa mbona hamzitukani hizi nchi nyingine ambazo zinarudisha Wakenya kila kukicha? Mbona hamzitukani nchi nyingine ambazo zinakamata Wakenya na zinawatesa? Mbona nyinyi hamsimami na kwenda balozi zao na kwenda kuzitukana? Lakini Tanzania ndio inakuwa kama ni sehemu yenu rahisi. Yani Tanzania mnaona kama ni watu wepesi mnaweza mkafanya kitu mnachokifanya. Unaona? Sasa hapo ukiangalia kwa haraka kwa mtu mwenye akili timamu utakuja kujua kwamba hapa kuna kitu kingine zaidi ya Martha Karua. Umeona? Hapa kuna kitu kingine zaidi ya Martha Karua. Inawezekana Wakenya kuna jambo linawauma kuhusu Tanzania. Hawasemi, wanaamua kuzunguka ama wanatafuta tu sababu ndogo, ndio hiyo issue kubwa katika nchi hizi. Haya, sasa tuje kwenye upande wa huyo Martha Karua. Martha Karua ana umuhimu. Leo mtu anaweza kusema Martha Karua alikuwa sijui nani. Amekusaidia hata kama kweli ana umuhimu, hiyo ndani ya Kenya. Tuulizane sasa, Martha Karua, kwani hizo haki za binadamu, yani kwani Kenya hakuna watu ambao wanahitaji huo msaada wa haki za binadamu? Wa Kenya ambao leo mnasema Martha Karua aende Tanzania akatetee haki za binadamu, kwani nyinyi wa Kenya wenyewe kama Kenya hamna hamna hizo shida? Hamna watu ambao wanahitaji huo msaada? Kwa nini msimshinikize dada yenu, mama yenu, ili awasaidie wa Kenya kwanza ndio avuke boda? Leo mnalazimisha lazima mama huyo Martha Karua aje kutetea haki za binadamu Tanzania. Lakini inawezekana kweli Kenya anashindwa. Kwa nini msimwambie aende Kongo? Kongo anahitaji msaada wa haraka. Kongo watu wanakufa pale. Tena wanakufa. Yani wale wanahitaji msaada wa haraka. Kwa nini nyinyi wa Kenya kama kweli mnapenda Afrika, mnapenda watu wasiumizwe, kwa nini msimruhusu ama msimshinikize huyu Martha Karua aende Kongo pale akazuie vita? Lakini kuna nchi nyingi Afrika zinapigana. Kwa mfano hata Afrika ya Kati nadhani, kuna hapo jirani yenu, Somalia, kuna mbele kidogo Sudani, watu wanakufa. Kwa nini huyo mama aendi huko? Sasa kwa mtu mwenye akili timamu kama sisi tumeangalia mambo haya kwa jicho la tatu, tunaona hapa kuna vita za kiuchumi. Kuna watu wako tayari kuwa vibaraka kwa ajili ya kuumiza Waafrika wenzao. Sasa wewe Mkenya usijitambua, unaona kama Martha Karua yupo kwa ajili ya kutetea Kenya. Sio kweli. Martha Karua anafanya haya, yeye mwenyewe anajua anafanya hili kwa sababu gani.
anafanya haya sio kwa sababu ya maslahi ya Kenya. Wewe kwanza Mkenya mwenye zinduka. Martha Karua hafanyi mambo haya kwa maslahi ya Kenya kiukweli. Kama angekuwa anafanya haya kwa maslahi ya Kenya, maana yake angekuwa Kenya, angesaidia wa Kenya. Sio, umeelewa? Sasa wewe Mkenya leo unamtukana Mama Samia, unamuita sio jina gani? Sawa, wewe endelea kufanya hivyo, lakini muda utafika, siku moja mtakuja kuona kwamba kuna sehemu moja mmeteleza na ni wajinga wa kupitiliza. Lakini kingine ni kwamba mmesema kwamba Mama Samia ni dikteta. Mnataka kumtoa. Hapana, msitolee rais wetu. Tuachieni rais wetu dikteta. Kama hamumpendi ni nyinyi wa Kenya. Ama kuna baadhi ya Watanzania hawampendi, ni baadhi. Lakini wengi wetu tunamheshimu, ni mama yetu, ni rais wetu, ni dikteta, na tunampenda sana dikteta. Tunapenda sana rais dikteta. Tunapenda kuongozwa na rais dikteta ambaye anafanya udikteta kwa ajili ya kulinda maslahi ya nchi yake. Sasa nyinyi kueni ama bakini na huyo malaika wenu Bwana Kasongo. Yeye ni malaika, sio dikteta, lakini Mama Samia ni dikteta. Kwa hiyo msiingilie huku tuache. Lakini pia nikienda mbali katika hapo, nimesikia kuna Wakenya wanasema, sisi wa Kenya tumeombwa na Watanzania tuje kumweka Tundu Lissu kwa sababu Tundu Lissu ndio kiongozi mzuri. Sasa ndugu zangu, mbona hii ni elimu ndogo sana? Yaani hapa ndugu yangu unaongea kwa upeo mdogo kabisa. Wewe Mkenya ambaye tunakuamini umesoma, nchi yenu iko vizuri, mbona unaongea vitu kwa upeo mdogo? Kama ni kweli Mtanzania anakuomba wewe na wewe uko tayari kuja kumsaidia, sasa si tungeona mfano kutoka kwenu? Nyinyi mna rais gani hapa ambaye anasaidia nchi yake kiasi cha kwamba nyinyi wenyewe mmeridhika, maisha yenu mazuri? Sasa kwa sababu mna maisha mazuri, mnaenda kusaidia wengine. Manake hapo ndicho alichokifanya mama yenu, kwamba kwako kunaungua, mama yako anakufa njaa, baba yako anakufa njaa, watoto wako wanateseka, pesa unayo ya kuwasaidia, unashindwa kuwasaidia ama kusaidia familia yako, unaenda kusaidia watu wengine, majirani. Kweli utakuwa unatumia akili vizuri? Haya, sasa tunaweza tukasema okay, nyinyi mmeridhika na hayo mambo. Sasa je, nyinyi mna rais gani ambaye labda tuone mmemtafuta rais mwenye upendo na nchi yake, rais anaitendea haki nchi yake? Ni rais gani mlikuwa naye nyinyi mzuri kiasi cha kwamba sasa mnaweza mkaja kutuchagulia sisi ni rais mzuri? Maana yake hapa mmepata Kasongo kwenu. Kwa hiyo mnaona sasa East Africa muongeze Kasongo mwingine Tanzania, si ndio? Yaani East Africa kuwe na makasongo wawili. Hilo jambo haliwezekani. Ila sasa kwa sababu wa Kenya mnasema nyinyi mna uwezo wa kufanya jambo lolote, basi karibuni Tanzania, mje kuungana na kama sisi Chadema ama chama gani, ama kuna Watanzania wanaoomba mje Tanzania ili muje kumsaidia Tundu Lissu. Lakini jambo lingine ni kwamba hata kama kweli mnakuja kusaidia Tundu Lissu, mimi nawapa njia nyepesi sana. Nyinyi mnaruhusu uraia pacha, lakini hata kama sio uraia pacha, kuna uwezekano mkubwa sana kumpa uraia Tundu Lissu. Mpeni uraia Tundu Lissu, atoke jela, shinikizeni Lissu atoke jela, then muite Kenya, mpeni uraia, halafu mchague awe rais awasaidie, kuliko nyinyi wa Kenya kuja kusimama kutusaidia. Ndicho kitu ambacho Mama Samia alikikataa. Unaona? Hicho mnataka kukifanya sasa, mnachokiongea kwenye mitandao ndio sababu kubwa ambayo Mama Samia alikataa kina Martha Karua, kwa sababu Martha Karua ni mtetezi wa haki za binadamu. Hana haki ama hana uwezo wa kuishindikiza serikali yoyote. Mtoe fulani. Tena ni vitu vya aibu, ni vitu ambavyo havina maana yote. Inawezekana vipi? Tundu Lissu amekamatwa na mamlaka za Tanzania. Yuko ametulizwa na mamlaka hizo za kisheria Tanzania. Wewe mtu kutoka Kenya unakuja kutoa matamko. Sasa ndugu zetu, kweli unajisikia na kujielewa? Hii haiwezekani. Kila nchi ina utaratibu na sheria zake kama ambavyo Tanzania ilivyo. Sasa Mama Samia amemfukuza Martha Karua ni kwa sababu kwamba nchi hizi hazipaswi kuingiliana kwa mambo fulani. Hizi nchi ziko kwa ajili ya kusaidiana. Lakini vile vile kama unashindwa kufuata hizo sheria, sawa, basi anything kinaweza kukutokea kama ambacho kimemtokea Martha Karua na watu wake. Lakini jambo lingine nimekuja kuona kwamba kuna wasomi wetu hata Tanzania bado upeo ni mdogo. Yaani wanataka kudanganya umma. Mimi nataka niweke vitu wazi kidogo hapa. Ingawa si hivi. Hawa wasomi wetu wanatudanganya, ama watu na sisi ni watu wa mambumbumbu. Kuna msomi wetu anasema Mama Samia alaumiwe, anaharibu mahusiano za East Africa, mikataba yetu inasema tuingiliane, tufanyeje, yani anajaribu kupaka rangi. Ni kinyago kinachotisha. Haiwezekani. Kinyago kinachotisha lazima kionekane hivyo, hata ukikipaka rangi bado ni kinyago kinachotisha. Huo ushirikiano unaozungumza katika hiyo mikataba ni ushirikiano mwema, ushirikiano wa kusaidiana. Leo Kenya imepata matatizo, tunakwenda kumsaidia kama Kenya katika haki.
Unaona, pamoja na mnasema hiyo mikataba inasema hivyo, leo hiyo wewe mwanasheria ule toa iko kipengele, nenda kamtetee Kasongo pale Kenya, alafu tawasikia wa Kenya kama watakuruhusu, watasema kwamba kweli wewe ni mtu wa East Africa, tunatamani uongee hayo maneno. Utafukuza siku hiyo hiyo, kwa sababu kuna wengi hawampendi Kasongo. Sasa hiyo ndio kitu ambacho kinatokea kwetu. Tundu Lissu anapendwa na watu wachache ndani ya Tanzania, sio Tanzania nzima. Sasa inawezekana vipi wewe useme kwamba eti ushirikiano watu waje kufanya hapana. Ushirikiano unaozungumzwa kwenye mambo hayo ni kwamba masuala mema, masuala ya kibiashara, masuala ya kidini, masuala ya kindoa, unaona, masuala ya kiserikali na kadhalika. Hata huo msaada wa haki za binadamu unaruhusiwa. Ninaamini kabisa pale Tanzania kuna watu wa haki za binadamu wengi wa nchi mbalimbali wako pale. Mbona hawafukuzi? Kwa sababu wanajitambua. Ila kwa sababu wa Kenya nyinyi mnajiita Giant of Africa. Sawa, endeleeni kuwa Giant of Africa, lakini natamani kuona Giant of Africa awe na akili. Natamani kuona Giant of Africa awe na upeo, kwa maana hata nchi ndogo ndogo zinapokwenda kwake zipate jambo la maana, waondoke nalo. Sasa leo Kenya tunajifunza nini kutoka kwenu? Labda mtuambie. Sisi wa Tanzania hatuna elimu, hatujui Kiingereza, hatuna maendeleo, ni wadogo kwenu, nyinyi ni wakubwa. Hebu mtuambie, sisi wa Tanzania kama wa Tanzania tunajifunza nini kutoka kwenu Giant of Africa? Zaidi ama ndio hizi vurugu. Sasa mlisema mnaweza kuingia Tanzania mkafanye vurugu. Sawa, ila nawasihi kwamba mwisho wa ubaya ni aibu. Narudia tena kusema Watanzania, Mtanzania yoyote ambaye amenielewa vizuri asibishane na Wakenya. Wakenya wana muda mwingi wa kufanya haya. Unaona, Tanzania bado nchi yetu changa, inahitaji maendeleo. Sasa ukitumia muda mwingi sana kutukanana na Mkenya, mwenzako Mkenya yuko tayari hata mwaka mzima agombane mitandaoni. Sasa huo mwaka mzima wewe uanze kugombana naye mitandaoni, wewe una mbele wala nyuma, utakuwa maskini wewe. Yaani wewe ndio utakayepoteza. Sasa Mtanzania yote ambaye anataka kupoteza, basi aendelee kubishana na hawa Wakenya. Naongea tu kiroho safi kwa nia njema kabisa. Hawa Wakenya watabaki kuwa ndugu zetu, na haya wanayofanya kuna siku moja watakuja ku regret, na hiyo kuna siku moja watakuja ku apologize. Mimi nakwambieni, kwa sababu wametukosea big time. Ila kwa sababu tu sasa hawawezi kujua. Baadaye watakapojua watarudi kuomba msamaha. Wametukosea big time. Hata huyo Martha Karua mwenyewe anajua kabisa kwamba amekosea. Ingawa anajua na yeye ni mtu wa mtetezo haki za binadamu, lakini anajua kabisa mimi nimekosea, lakini hawezi kutoka hadharani kutamka haya. Nafsi yake inamsuta. Ila kwa sababu tu binadamu tumeumbwa na kibri, binadamu tumeumbwa na ujuaji, wataendelea kuwa wajuaji. Kwa hiyo Kenya ndugu zetu, endeleeni kutukana mnavyotaka. Sawa Kama mtakwenda zaidi ya hapo, basi karibuni. Tanzania iko tayari kuwakaribisha. Karibuni Tanzania, mambo mengine yaendelee. Lakini ukweli kwamba Watanzania wenzangu na wasihi, hizi vita tuziache. Pambana, fanya maisha yako, achana na Wakenya, watakusumbua. Naamini nyinyi waelewa, itakuwa mmenielewa. Asante sana.